Hujambo na karibu katika channel ya Aje Farms, mashamba yanayotembea. Kulima uko wapi? Mvua piga makasia. Nawe mfugaji usipange kukosa katika kipindi hiki cha kilimo, ufugaji na uvuvi. Ninapata raha nikiona kilimo kinavyopanda thamani, hakina hasi kinachanya, na kipato cha taifa kitaongezeka sana. Karibu tena katika channel yetu ya Aje Farms, mashamba yanayotembea, na mimi naitwa Dr. Ibrahim Bashiru ama Aje Farmer. Ni daktari mkulima ambaye niliamua kuacha kazi ya daktari na kwenda kufanya kazi na kuipenda zaidi, kazi ya kilimo. Hiyo ilikuwa mwaka 2017 nikiwa na umri wa miaka 36. Niliamua kwenda kwa kilimo, na katika safari yangu yote hapo nilikuwa nikimotivate vijana, kuinspire watu mbalimbali kuhakikisha kwamba wanafikiria nje ya box. Pengine ni wafanya kazi anahisi kama ni kazi tu, anasubiri mpaka staff aweze kuanza kilimo. Mimi nimeamua kuonyesha njia kwa vitendo. Lakini pia vijana ambao wako vyuoni wanafikiria kwamba wakimaliza watapata zile white collar jobs, kazi za ofisini ambazo zinazidi kuisha. Mimi nimeamua kwenda kutangulia kuonyesha njia kwamba si lazima uende ofisini, bali unaweza kwenda shambani na ukafanya kazi yako kwa mafanikio. Lakini pia na motivate watu mbalimbali ambao wengine wamekata tamaa, wanatafuta ajira na wao wanawaza tu kwamba kazi itakuwa chini. Hapa na kuonyesha kwa vitendo namna kufanya kilimo biashara. Mimi sio motivation speaker, bali tuna mashamba ambayo tunafanya mafunzo kwa vitendo, ambapo leo tumepata mgeni kutoka chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine Morogoro. Yeye ajitambulishe zaidi na tutapata kujua ABCDs, mambo kadha kadha, kwa nini pengine ametembelea mashamba yetu kwa ajili ya kuja kufanya shughuli zake hapa shamba letu. Karibu sana na unaitwa? Asante. Kwa majina naitwa Naftali Steven Wabega. Na kama ulivyonitambulisha, na tokea chuo kikuu cha kilimo Sokoine. Ni mwanafunzi wa mwaka wa 3 sasa, na pia nasoma course inaitwa Crop Production and Management, ambayo kwa Kiswahili ni shahada ya kwanza ya uzalishaji wa mazao pamoja na uhifadhi wa mazao. Okay, asante sana. Kwa hiyo Mr. Daktari ni miongoni mwa wataalamu wajao, sababu tayari yeye nimefurahi sana uthubutu wake wa kutoka chuoni wakati wa likizo na kuweza kutafuta shamba ili aweze kufanya field kwa vitendo, kufanya kilimo kwa vitendo, kwa sababu nje kila ambacho anajifunza kule chuoni ameamua kuja kujifunza hapa. Umeweza kufika hapo, umefikaje? Sababu si rahisi kwamba pengine wewe ni mwanafunzi kama si 3 4, ni wanafunzi wachache sana ambao wanathubutu kufanya hivi, kwa sababu wewe ni mfano wa kuigwa. Lakini nashangaa hapo uliweza kupajuaje kwamba Aje Farms unaweza kwenda pale na kujifunza au nikafanya vitu fulani kwa vitendo? Nashukuru kwa swali zuri, na kabla sijafika hapa nilikuwa nikifuatilia sana katika mitandao ya kijamii, na nashukuru pia kwa juhudi zenu za kuzidi kuwafungua watu mawazo zaidi, kwa sababu mtu anaweza akawa anatamani kulima lakini huenda hajui alime nini na hajui alime vipi. Sasa nimekuwa nikiwafuatilia sana katika mitandao ya kijamii, na mpaka napita hapa kwa bahati nzuri nikaona shamba liko barabarani. Kweli nimefurahi sana, nikavutiwa. Nilipoona tu basi nikasogea getini nikakuta utaratibu mzuri, ukaniongoza mpaka kufika shambani. Kwa hiyo ndio njia nzuri niliyoweza kupata. Na umekuwa hapa takriban sasa hivi inaelekea wiki ya pili. Kitu gani ambacho unasema wow, wiki hapa sasa chuoni nipasije kufanya hivi, lakini hapa naona kama naweza nikakifanya? Kwa sababu unaweza kusema vitu vingi sana hapa ni kuja kuviona kwa vitendo sasa. Okay. Licha kwamba shule tunasoma, tunajifunza zaidi, lakini hapa ni kwa vitendo zaidi, na kwa sababu shule tunakuwa na masomo mengine, labda masomo ambayo yanahusisha katika vitendo. Okay. Yapo, lakini sio sawa na mengine. Kwa hiyo hapa muda mwingi tunakuwa katika vitendo. Okay, kwa 100% hapa anachotaka kusema kwamba 100% hapa kuanzia asubuhi mpaka jioni ni vitendo, lakini kule chuoni kuna wakati wa vitendo na kuna wakati wa nadharia. Kwa hiyo amepata kuhusanisha kila alichojifunza kwa nadharia ukiunganisha na vitendo kupata kitu kamili. Kwa hiyo tunaamini kwamba Mr. Naftali baada ya kumaliza masomo yake mwaka kesho atakuwa mtaalamu, sio mtaalamu wa vyeti, atakuwa mtaalamu mwenye kitu, mwenye ujuzi. Otherwise tuna kwamba kwa mwaka wa 3 sasa, na nini ndoto yako?
Ndoto yangu ni kuja kulima. Ni kuwa mkulima mkubwa sana. Kama jinsi ambavyo nimefikia sana na mazingira hapa. Kama jinsi ambavyo mtazamaji anaweza kaona tupo shambani, lakini mtu anaweza akafikiri kama tupo kwenye mandhari fulani ya hoteli kubwa na nini. Kwa tuko shambani, ndugu mtazamaji anasema tuko shambani, lakini namna tunavyolima sasa tunalima kijanja. Tunalima kilimo sio kama sehemu ya shida mpaka ile inavangua imechanika ndio tunasema au kuna shida hapa. Hapana, japo kuna msoto wa kazi kweli kweli, lakini ni mazingira kanavyosema ni mazingira rafiki. Ukifika hapa utajionea. Tusikie mengine kidogo kuhusiana na yeye. Mr. Naftali, tupe background yako kidogo. Kwa nini ulienda kusoma kilimo? Nashukuru sana. Sababu leo nifanya nikasome kilimo ni mojawapo ambayo ni kubwa sana, ni kwamba naona tangu tunazaliwa tunaona wababu zetu wanalima, wajomba nani wanalima, lakini hatuoni mafanikio. Wametoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kimefanikiwa. Kila mwaka wanalima lakini maendeleo hakuna, wako vile vile. Kwa hicho ndicho kilisukuma sana kwa ajili ya mpaka nikaenda kusoma ili nije sasa kwa kufungua mawazo kwamba kilimo ni ajira, licha kwamba watu wanalima, lakini ni sehemu ya ajira pia. Ni biashara. Kwa hiyo wewe msukumo wako mkubwa ilikuwa ni kwenda kupata maarifa, kurudi kijijini kwako ama sehemu yako kwenye jamii ama kwenye mkoa wako, na kuleta yale uliyopata yale maarifa kule chuoni, kuyaleta kwenye jamii yaweze kutatua matatizo yale ambao pengine amefanya wakulima kwa miaka nenda rudi, wamekuwa fukara, wamelima kweli kwa juhudi, lakini bila nini? Maarifa. Kwa hiyo Mr. Naftali ameenda chuoni kusoma kilimo ili akirudi huku aje na maarifa. Na ni kweli nimeona kwa vitendo kwamba alipofika hapa amenieleza baadhi ya vitu. Mimi nilikuwa kwenye kilimo muda mrefu, nimelelewa kwenye familia za kilimo, nimefanya kilimo kwa takriban miaka 10 sasa, kabisa shambani kama kuwekeza katika kilimo biashara. Lakini alipofika hapa niseme badala ya kujifunza peke yake, mimi pia najifunza kutoka kwake. Ndio uzuri sasa huo wa kutokuwa mbinafsi. Kwa hiyo ameniletea mimea baadhi tutakuja kueleza katika vipindi vijavyo, mimea kama lablab, mukuna, si ajabu hujawahi kusikia. Kwa hiyo tutakuja kuletea kipindi wakati ujao kuhusiana na mimea na maarifa mbalimbali kutoka kwa Mr. Naftali, kwamba amekuja kujifunza lakini pia amekuja hapa na maarifa mengi sana ambayo pia mimi nanufaika kutoka kwake. Hizi imekuwa siku njema sana. Kama wewe pengine ni mgeni katika channel yetu ya YouTube, hakikisha subscribe na like na share video hii. Lakini pia tunapatikana kwenye mitandao ya Facebook, uko Instagram, TikTok. Unaweza pia kufuatia katika mitandao hiyo na kuweza kunufaika na masomo lukuki ambayo tunapakia katika hiyo mitandao kila siku, kuhakikisha kwamba hatuendi peke yetu, tunaenda na watu wengine. Ndio mafanikio yenye furaha, kufanikiwa na wengine. Na pengine wewe ni mzazi, una watoto ngazi yoyote ile ya elimu, inaweza ni shule ya msingi, chuo au vyuo vya kati, unaweza kuleta hapa wakajifunza kabisa. Tuna sehemu ya kulala ambayo ni hostel kwa ajili ya wale watu ambao kuja kujifunza hapa kwa vitendo. Ukija hapa achana kuvaa suti, utakuja hapa utafanya kazi kabisa, na kazi za shamba, msikudanganywe. Kwa hiyo hapa tunafanya kwa vitendo, sio nadharia. 100% kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lakini pia kama wewe pengine ni mwanafunzi wa chuo, uko mahali popote ungependa kuja kujifunza hapa, hii ni same site, kwa sababu utakuja kuona kabisa kwamba kuna vitu vingi ndani ya kilimo. Kilimo kina mambo mengi zaidi yale ambayo umejifunza darasani, utajifunza hapa. Lakini pia watu ambao ni wafanya kazi maofisini ambao pengine wanataka kupata kipato cha ziada kupitia kilimo biashara, ufugaji wa samaki, kilimo cha pasheni, kilimo cha migomba, nanasi, uzalishaji wa vyakula vya mifugo. Ukija hapa, hii ni zaidi ya chuo kikuu ama ni sana chuo kikuu. Hatusemi kwamba vyuo vikuu vifutwe, lakini hapa 100% utapata kufanya kwa vitendo, tofauti na kule vioni. Mara nyingi hapo utafanya kwa vitendo. Kwa hiyo utaona, utapanda mmea, tutakupa mmea upande, utaona ukikua, tutakufundisha namna huu mmea inakuwa hivi, hapa ni changamoto, haya ni magonjwa, namna ya kudhibiti. Hii ni sahihi kabisa kujifunza. Una swali lolote kuhusiana na haya ambayo tunazungumza hapa, usikose kutuandikia chini ya kwenye comment, chini ya video hii kwenye comment section, na tutapata kujibu. Otherwise imekuwa siku njema sana. Kwa mawasiliano waweza kuwasiliana nasi moja kwa moja kwa namba 0743 812 853 0743 812 853.
actually WhatsApp. Mara nyingi kupiga simu hatupendelei sana, kwa sababu kazi zetu kama nilivyosema ni kazi za msoto, ni kazi za shamba. Kwa hiyo hatushiki simu mara nyingi, lakini ukituma ujumbe kwa WhatsApp utajibiwa, au ukiandika hapa kwenye chini ya video hii kwenye comment section, ukiuliza swali utajibiwa labda ndani ya masaa 24. Otherwise, imekuwa siku njema sana. See you in the next video. Bye. Bye.